ni tenses. Tenses. Kwa hiyo nikawa nawafundisha tenses kama zilivyo tunavyofahamu. Niwafundisha simple present tense, nikawafundisha past tense, nikawafundisha future tense. Kwa hiyo tukao tunacheza na vitu hivyo tu kwa mwaka ule wa kwanza, kwa sababu form 2 walikuwa hawana hiki ninachowapa na form 1 walikuwa hawana. Kwa hiyo nikao madarasa yote mawili nafundisha kitu hicho tenses tu na kuwapa mitihani. Mitihani niliokuwa nawapa kwa kweli ilikuwa haizidi dakika 20. Na mtoto anaandikia walau sentensi za Kiingereza zisizopungua 40. Na pengine nimwombe pia na nitafsirie, kwa sababu alikuwa anaongea kwa Kiingereza alafu anatafsiri kwa Kifaransa. Kwa hiyo ni katika kufanya hivyo niliweza kufundisha kwa miaka hiyo 7 kwenye sekondari yetu ambayo tunaitwa Pelora de Noal Secondary, yani sekondari ya Padri Laurent de Noal. Kwa nilikaa pale kwa miaka 7 kama mwalimu na mlezi na father na kila kitu kinachotuhusu kama tulivyo kwenye shule zetu. Hapa kuna manager, kuna manager mkuu wa shule au nini. Na mimi nilifanya kazi hizo pale. Na kwa hiyo miaka hiyo 7 niliokaa kule Serengine sikujutia, sijajutia. Sababu watoto wangu baada ya kujua zile tenses vizuri walipoingia darasa la yule mwalimu niliyemwachia form 3 na 4. Wale ndio kanao mwaka mmoja waliingia kule, mwalimu alikuja akaniambia watoto hawa ni wazuri, wanafahamu Kiingereza kweli kweli. Kasema haya. Na watoto wajua wakitoka kule wanakuja na niringia, "Father, sisi bwana tumefanya mtihani kule, kila mtu anapata 100. Kasema kweli? Hata wewe Ezekiel unapata 100. Anamtaja mtu jina. Yaani tunazifumua. Kaambia haya. Basi nimekaa nikamwendea yule mwalimu nikatafuta ile mitihani, kwa sababu baada ya kufanya testi tunaiweka kwenye ofisi pale, nikaikuta nikaanza kuikagua. Kakuta sehemu nyingi watoto wameandika hawajaweka nukta, sehemu nyingine wameandika hawajapanga vizuri, wengine wameandika vibaya. Nikakaa nikasema sasa na huyu kawapa max hizo. Nikamwita yule mwalimu nikamwambia, mwalimu, watoto wako wananiringia kwamba wewe unawapa max nyingi. Sasa nikasema nijaribu kuiangalia hii mitihani. Je, unafikiri mimi nikisaisha mtihani huu nitawapa 20 ya 20? Akawa ananishangaa. Nikamwambia kwa mfano huyu hapa fulani, sentence zake hamna hata moja ameweka nukta. Na wewe umempa 20 ya 20. Kuweka nukta ni sehemu ya uandishi, kuweka koma ni sehemu ya uandishi, punctuality ni sehemu ya uandishi. Kwa hiyo mtu anayejifunza lugha asipojifunza na hivi vitu vizuri hataweza kufanya kazi nzuri. Maana hawa tunawafundisha Kiingereza, pengine hawatakielewa Kiingereza sana sasa hivi, lakini wakaweza kukiandika. Sasa asipoandika vizuri itaonekana amefanya kazi mbaya. Kwa hiyo tujitahidi kuwa makini na hiyo. Basi yule mwalimu akaniambia kuanzia leo mimi mtihani wangu simpi mtu zaidi ya 16. Nikamwambia hapana, mtu akipata 20 mpe, mtu akikosa mnyime. Basi tukaachia hapo, tukaendelea na kazi zetu. Sasa kilichonifurahisha ni pale watoto wa ile shule walipochaguliwa kwenda form 5, ambapo kwa Faransa wanaita lycée. Na lycée ni miaka 3. Na kule Kiingereza ndio wanaanzia level hiyo. Huku chini hawafanyi chochote. Kwa hiyo sasa watoto wetu walipoenda kule, kwanza mwalimu yule wa Kiingereza anapouliza maswali wanamjibu vizuri. Wale wakaandamana wakaja shuleni wakawaambia wenzao, nye kitu anachofundisha father mukishike. Ndicho tumekikuta huko. Kwa hiyo tenses ni muhimu, msome vizuri, msibishane na father kwamba anawatumia tendo moja, hilo tendo linageuka kwa kila nyakati, lakini wewe utumie matendo mengine kuonyesha wakati huo umeuelewaje. Hiyo ndio tunachokifanya kule. Basi na wao wakasikiliza, wakaendelea kujisomea vizuri. Kwa hiyo mpaka namaliza kuondoka Kundara kwa kweli. Kwa hiyo miaka 7 sikujutia kazi niliyoifanya kwa kuwafundisha watoto Kiingereza, kwa kuwafundisha tu tenses.
Lakini baada ya form 1 kufanya tenses vizuri, form 2 tunaweka vitu vingine, articles, sijini, mambo mengi tu pale tunayaongeza ili kuwapanulia wigo la kukielewa Kiingereza. Ndivyo nilivyofanya. Na nilipofikia miaka 10 nilijaribu kufikiri, babangu alikuwa nyumbani mgonjwa, mama mzee. Nikatamani na mimi nije nyumbani, nije nikaa na wazazi kidogo, maana na ombi langu likubalika, nikaanza kujiandaa kurudi nyumbani. Sasa baada ya kuhama pale Denwali, nilienda mjini Conakry, na huko basi wale watoto wale wa mwisho wakanipigia wakaniambia, "Father, tunaomba tuandikie hicho ulichotufundisha, wengine kitawafaa wadogo zetu." Sikuwa na muda. Lakini ile kaka hivi corona ikaja. Corona ilipokuja, kila mtu wapi? Nyumbani kwake. Basi ndio hapo nikapata muda, nikakaa nyuma ya kompyuta, nikaanza kuandika vile vitu nilivyofundisha. Mara lile daftari nilikuwa nalo nilitumia kwa miaka yote 7, kila darasa likiingia naongeza pale, naongeza. Basi nikaona ni vizuri nikaandika, na ndio nikafaulu kuandika kijitabu hiki. Tenses. Okay. Na nikakiita Learn English by Yourself. Ambapo kwa Kifaransa wanasema apprends l'anglais par toi-même. Apprends l'anglais par toi-même. Sasa niliandika kitabu kadogo, lengo ni kumlenga mwanafunzi na sio kuwalenga watu wengine. Nikaanza na tenses zangu, niliziandika na testi mbalimbali. Kwa kweli sidhani kama nilifanya kitu kibaya, nikamaliza. Baada ya kumaliza sasa, kitafutie mtu akichukue. Hawana mazoea kununua vitabu. Wao kule mtu akiwa na daftari zake za notes, basi hapo ndio anasoma mpaka amalize afaulu mtihani yake. Kwa hiyo vitabu sio ni kacha yao, lakini sio sana vile kwa wanafunzi. Basi nilipokuwa naona nakaribia kuja, nikafikiri, kwa sababu ile shule yetu kama unavyoiona hii picha hapa, ni watu wa mtaani kabisa. Shule kama ya kata. Basi nikaamua kusema hiki kitabu niliandika ni Kiingereza, umetafsiri kwa Kifaransa. Na hivyo basi ni Mfaransa anayejifunza Kiingereza. Nikaamua kukiandika hiki hapa, ambacho hiki sasa nikasema Learn English by Yourself. Jifunze Kiingereza peke yako. Na ni hizo zote tenses. Na hapa nimewalenga hawa wanafunzi wetu wa shule za kata, kwamba mtu akijipatia haka anaweza akawa na uwezo wa kufanya kitu kizuri kule darasani anakosoma. Kwa hiyo huku nikaweka hizo zote tenses, nikaandika matendo nimeyaweka huku walau matendo 500 ili yamwezeshe mtoto kuona akisema provide maana yake nini. Anapata ni patia au mpe, provide. Au unasema oppose maana yake ni oppose ndini, pinga, unapinga tu. Lakini basi haya ni matendo nimeyaweka, ambapo mtoto akichagua kwa matendo yake 200. Na akafika kwenye wakati wa mtihani akakutana na mswali na mwambia aandike insha ya maneno 200. Kwa hiyo anakuwa na ile benki yake ya maneno 200 kwa Kiingereza na anakuwa na maneno 200 kwa Kiswahili. Kwa hiyo kwa Kiswahili atajieleza, kwa Kiingereza atajieleza. Kwa hiyo baada ya kukiandika ndio sasa najaribu kutafuta njia ya kukifanya kiwafikie watoto hasa wa shule za kata. Ambao mara nyingine huko nyuma watu walikuwa wanasema shule za kata ni majanga. Lakini nafikiri shule za kata sio majanga. Ni afadhali mtu anayesoma shule ya kata kuliko shule ndio soma mimi. Mimi nilisoma evening classes. Lakini nilikuwa chini ya taasisi ya elimu watu wazima kule Arusha. Nikasoma miaka. Inaitwa nini hivyo? Evening classes. Sijui kama nilikuwa naitwa Ngubaro, sijui nini. Lakini mimi ndio nilisoma. Na nilipofikia mwaka wa 4 nilifanya mtihani wa form 4 kama private candidate, mwanafunzi wa kujitegemea.
Na wakati huo tulikuwa kila somo, historia, Kiswahili, sijui nini, utafanya mitihani miwili.